Na wa mwanzo ambaye nataka nizungumze naye si mwingine ni William Samoei Ruto. Nimwambie hivi, wewe ulimtoa, ulimngoa Rigathi Gachagua, ukatuaibisha sisi sote kama jamii. Ukimsimamisha pale, ukatuaibisha, lakini tukasema sawa. Ukatumia nguvu tuliyokupatia sisi kupitia kwa kura zetu. Hizo nguvu ukatumia kumwaibisha Rigathi Gachagua na sisi wote katika jamii. Yeye sasa akaenda nyumbani ulikotaka aende. Sisi tunataka kukwambia umkome kabisa Rigathi Gachagua. Jumapili iliyopita ulituma maaskari wako ambao walikuwa na mpango wa kumuua, na ikiwezekana wampe dawa ili kwamba akili yake na ubongo wake uharibike. Je, kama ulimtuma nyumbani, kwa nini unamfuata? Muache awe, let Rigathi Gachagua be. Wewe umeunda kikosi chako cha watu, wafuasi wako ambao umewafanya wambandike Rigathi Gachagua na sisi kama wakabila. Jana umeanza kubabaika ulipoona kwamba chama chake Rigathi Gachagua DCP kimeenea kote nchini, na hivyo sababu kwa uoga wako ukatuma askari kule Kakamega kwa sababu Waluya wote wako DCP, na sasa unashindwa. Je, utasema nini? Na ulikuwa umesema kwamba Rigathi Gachagua ni mkabila. Twakuambia umkome Rigathi Gachagua, tuko nyuma yake. Aibu uliompatia ulifikiria ataisha, hakuisha. Bwana Yesu akamfufua na sasa hivi ndiye kiongozi wetu. Pili, nataka nizungumze na naibu wa rais aliye mamlakani, Kithure Kindiki. Nimemsikia akisema juma lililopita kwamba sisi tunapiga program ya empowerment, ambapo watu wetu wanakuja kupatiwa maharagwe yasiyoiva, wanapatiwa mchele, na 500 wavulana wanapatiwa 500 wakanywe pombe waharibike. Sisi hatuna shida na empowerment hiyo, ila tunamuomba Kithure Kindiki kwamba wewe kama naibu wa rais, tafadhali tunataka utulete kazi, ufanye vijana wetu wapatiwe kazi kwenye jeshi, kazi kama maaskari, maofisa wa polisi, kazi ambazo zitasaidia wao na jamii zao, na wala sio kuwapatia 500 wakanywe pombe. Pili, naibu wa rais, na kuomba kwamba wewe ufuatilie mipango mizuri ya kusaidia jamii yote ya Mlimani na kote Kenya, kwamba pombe haramu inayomaliza vijana wetu, upigane na pombe haramu. Ile Rigathi Gachagua alikuwa anafanya. Usiletee vijana wetu 500 za kunywa pombe. Pigana na pombe haramu kama naibu wa rais. Rigathi Gachagua alipokuwa ofisini alipigania kahawa na majani chai, na sasa hivi wakulima wameanza kupata kipato kizuri. Such are the things that we want to see the Deputy President of the Republic of Kenya doing. We do not expect him to be leading MPs in giving out beans, rice, some 500 shillings to our young men and women so that they can get to drink alcohol that kills them, poisonous alcohol. We want to ask the Deputy President to do tangible things like the ones Rigathi Gachagua was doing. Na mwisho kabisa, tuongee na wale wenzetu ambao wameungana na Rigathi Gachagua, akiwemo Matiang'i, akiwemo Kalonzo Musyoka, akiwemo Eugene Wamalwa, na wale wote ambao tumeungana kusema kwamba William Ruto atakuwa one term. Tuwaambie, tafadhali msisikilize watu wengine. Sisi, kama wewe unataka kura za huku Mlimani, ujue mlango ni mmoja. Matiang'i, tafadhali usisikilize ukipotoshwa na jamaa fulani kutoka kule Daragwa. Sisi mlango wetu ni mmoja, na mlango huo ni Rigathi. Tunaelewana?
Nasema hivyo kwa sababu nimeona watu wengine wakijifanya pale, wakiongozwa na Jeremiah Kioni. Na Jeremiah Kioni ni ndugu yetu na tunampenda. Lakini asipotoshe Matiang'i kwamba anaweza kupata kura za Mlimani akipitia mlango mwingine. Mlango huku Mlimani ni mmoja, na jina lake huo mlango ni Rigathi. Tuataka tuwaambie hivyo hawa marafiki zetu. Kwa hivyo wakipitia milango mingine, kura za Mlimani hamtaweza kuzipata. Mpitie kwa mlango Rigathi Gachagua. Na mimi nimemaliza na Dina Maũndũ mangĩ. It is now my singular honor and duty to invite His Excellency, the party leader of DCP, Rigathi Gachagua, to come and address this gathering. Your Excellency, welcome. Speak to your people. Asanteni sana.